Naam, tukiwa ndani ya mada yetu pendwa ambayo ni namna gani ya kumpata mwanamke aliyokuwa mwema au namna gani ya kumpata mwanamume ambaye aliyokuwa ni mwema. Nikianza na katika nukta moja ambayo ni muhimu sana hususan kwa dada zangu. Dada zangu, tambueni ya kwamba ni bora kuolewa na mwanaume mwenye mapenzi ya kweli, mwanaume mwenye kujua thamani yako, japo ni maskini. Huyu ni bora kwako sana sana sana, kuliko kuolewa na mwanaume tajiri lakini hana muda na wewe, kuliko kuolewa na mwanaume tajiri hana maneno ya mahaba na wewe, kuliko kuolewa na mwanaume tajiri ambaye hajali thamani ya wazazi wako. Ni bora kuolewa na mtu ambaye ni msukuma mkokoteni, lakini akawa na maneno mazuri ya kukufariji, maneno ya mahaba, akawa anajali utu wako, akawa anajali thamani yako, alimuhimu akawa na mapenzi ya dhati juu yako sana. Huyu ni mbora sana. Leo hii kuna wanawake ambao wameolewa na wanaume wenye kila kitu, wana maisha mazuri, wana majumba, wana magari, wana chakula kizuri, wanakula kile kitu ambacho nafsi yao inataka, inatamani, wanakipata, lakini leo hii wanateseka na kujuta kwa nini iliolewa na huyu baba katika maisha haya ndoa. Kutoka anatamani lakini haiwezekani kwa sababu ana watoto, na kudumu anaona kana kwamba ameweka kwenye chungu, kwenye sufuria ambalo linachemka maji na yeye anatokota ndani ya sufuria hiyo. Mwanamke anakaa kwa huzuni, anaishi hajawahi kupata ladha ya maisha ya ndoa. Kwa hiyo ndugu zangu bora, dada zangu, niwahusie ni tu kitu kimoja katika jambo ambalo la kuzingatia sana, ni kumuomba sana Mwenyezi Mungu akujalie mwanamume ambaye ni mwema, mwanaume mwenye huruma, mwanaume mwenye kujali muda na wewe, na si tu mwanaume tu nilimradi ana pesa. Tunajua fika kwamba watuhibuna almala hubban jama, hizi pesa ambazo zimewashughulisha watu hata zurutumul maqabir, mpaka wanaingia kwenye maisha yao ya kabuli, ili hali jitihada zao zote ni kufanya harakati za kutafuta pesa. Hata zurutumul maqabir, mpaka wanaingia katika makaburi yao. Watu hawa wengi ambao wanafanya hizi harakati wako bize na pesa, hawajali thamani ya mke, japo ni wachache ambao wana pesa, wana maisha mazuri, lakini wanajua thamani ya mke, ni wachache sana. Kwa hiyo nasaha zangu tu ni kwamba mke mwema anapatikana kwa jitihada ya Allah tabaraka wa taala. Kisha wewe weka jitihada, sio tu kumuomba Allah alafu ufanye jitihada, lazima muombe Allah tabaraka wa taala, lakini pia ufanye nini? Jitihada. Lakini mimi nasaha zangu ni kumuomba Allah, muombe sana Allah, tumia ufunguzi huu wa dua. Waliosoma wanafahamu kwamba ukitumia password hii basi ni haraka sana Allah tabaraka wa taala kukujibu dua yako. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta almannanu badi'u samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayya qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta almannanu badi'u samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram. Kisha muombe Allah kwa lugha yoyote ambayo unaitaka. Mola wangu, ninakuomba bila kujali udhaifu imani